tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu. Do you know that Kenyans have decided to bring Tanzania down? Did you know that? So there are two Kenyans who have hacked Tanzania. Wachana na ile ya kuhack ati sijui X account sijui ya polisi, no. There is one Kenyan who hacked the government programs za Tanzania na akajitumia 2.8 million, which is equivalent to 20 million ya Tanzania. Yeye alijitumia 2.8 million in Kenya. That is the Kenyan currency, but in Tanzania it is 20 million. Na amejiaward position ya provincial commissioner. Akajitumia hiyo pesa. And then now yesterday, while the Tanzanian MPs were busy in their parliament discussing about Kenya, somebody who is US based, anaishi US huko majuu, aliamua tu kuhack bank ya Tanzania. Aliamua tu kuhack bank ya Tanzania na akatuma 9.5 million Kenyan shillings, which is equivalent to 200 million ya Tanzania, na akaamua kutuma into an orphanage. Yani kuna kanini ka orphans, kuna kashuka mahali kabuka domestic kanini mahali orphans wanaishi. Alituma tu kwa orphanage moja mahali penye watoto wanakaa kwa ma orphans, saka amua kuwatumia pesa. So imagine umekaa tu. Watoto walikuwa tu wamekaa tu, alafu wanaona organization yao imereceive 9.5 million Kenyan shillings imeingia kwa account. And then Tanzania bado munakaa chini, muna discuss Kenya. MPs mzima a whole session wamekaa chini wana discuss about Kenya. Ati Kenya tumeizidi, Kenya watu wakuje huku wajifunze, na account yenyu zinakuwa zinaitolewa pesa. Tunakuja kujifunza nini huko? Tunakuja kujifunza nini Tanzania? Account zenyu pesa zinaenda. Systems zenyu zinakuwa hacked left, right and center. Na mmekaa kwa bunge mnasema kuja tujifunze, mkuja wajifunze, watoto watundu, watoto nini. My dear sisters and brothers from Tanzania, hata Martha Karua hakufanya kitu mbaya. You all created something big on something that was so petty and something that was so small. Nyinyi wenyewe ndio mlijiletea hii shida. That thing was a very small thing. Martha Karua amekuwa Uganda akipigania with this nani huyu mwenye alishikwa huyu wa Tanzania anaitwa nani guys? Amfuke no Tanzania, huyu wa Uganda anaitwa nani? Huyu Kizza Besigye. Na alienda kotini na kama represent vizuri. That was the same thing alikuwa anakuja kufanyia nani? Huyu Tundulisa wenyu, Tundulisa ama ni Mona Lisa, huyo wenu. Alikuwa anakuja tu waende kotini a represent Tundulisa kama lawyer wake. And that is it. But you guys decided to create a very big issue out of nothing. So saizi mnaanza kuongea upuzi yenu hapo hivyo. You wanted it, so get it. Ukiyavulia maji unafanya nini? Yaoge. Mulitaka hayo maji mkayavulia nguo, nao sasa muyaoge. Yanawakujia ogeni sasa. Why create a small thing to inakuwa kitu kubwa? Nyinyi wenyewe ndio mlileta hii issue. Kama mngenyamaza, Martha Karua afanye kazi yake, nyameitwa kufanya represent mtu wake as his lawyer, amalize shughuli, atoke huko arudi Kenya. It was a very simple thing like that. And in fact, this is East Africa. People have to practice law. They are allowed to practice law. So mlikuwa mna create hiyo kelele yote ya kazi gani? Anyway, saizi nyinyi bado the whole yesterday evening guys, Tanzanian MPs wako tuko bunge. Wale wa Kenya Generation Z, Generation Z. My dear sisters from Tanzania, my dear brothers from Tanzania, you created it, so finish it the way you started it. Lakini mkiendelea tena kupiga hiyo kelele ndani ya bunge na accounts zenyu zinaendelea kutolewa, vitu zinaendelea kutolewa, zinaendelea kufagiliwa, na mnatuambia tukuje Tanzania tujifunze. Tujifunze nini? Tujifunze nini?
Shilingi moja ya Kenya ni 20 shillings za Tanzania. Hebu kwanza niachie hapo. Ya okay. Jana madisi walikuwa na kazi kubwa sana. Kuna jamaa fulani anaitwa Martin Kenodia Njeru. Ule jamaa ni 25 years. Ule jamaa alienda akahack Bank of Tanzania, akajitumia 600 billion. Alafu zile pesa zilikuwa zimebaki akatuma huko Kenya kwa orphanage. Hiyo kwanza ni point ama si point. Mimi naona huyo jamaa alifanya kitu mzuri. Alafu sasa wakati huyo jamaa alimaliza hiyo shughuli yote, akaenda akajiajiri kazi kutumia portal ya serikali, akajiajiri kazi kama Minister of Youth and Sport. Na huyo jamaa ni Mkenya. Sasa ile officials huko hawako wanajua hiyo story. Wao hawako wanajua. Alafu inasemekana huyo jamaa alifanya hiyo kitu kitambo sana, si ati ni kitu anafanya leo. Ama jamaa anashindwa hii bank yetu ina decline aje. Kumbe jamaa shapiga shughuli. Alafu sikii hata wakati alijiajiri kama Minister of Sports and Entertainment, huyo jamaa baada alikuwa analipwa na serikali ya Tanzania. Sasa saa hii watu wa Tanzania wamelaunch manhunt, wanataka ati huyo jamaa apelekwe huko ndio alipizo vitu, lakini madisi wamesema hapana, hiyo ni kesi ambayo inataka jurisdiction. Wewe kama unaona jamaa alifanya kitu mzuri, mimi nataka kuona maoni yako. Naam, mpenzi mtazamaji, leo tuko katika nchi ya Tanzania ambapo tutaweza kuhoji mmoja wa wabunge wa Tanzania. Waweza jitambulisha na useme maoni. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kitu. Naam, asante sana. Mpiga picha waweza kuja tuweze kupata Suluhu pale na mwanawe pale hivyo. Tuweza kutaka kupata maoni kutoka kwa Suluhu na mwanawe pale. Na wanasema hawana maoni, wanaogopa wa Kenya kwa studioni. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Sarah Brainy 254. Hizi maneno za huyu mwanamke zinauma sana na nimesikia pia mimi uchungu zaidi. Sasa huyu ni kiongozi anayeongea hivyo. Bado wa Kenya hawajamjibu, lakini kufikia kesho atakuwa amejibiwa vizuri. Hao hawana kitu ya kujifunza, yani wa Tanzania hawana kitu ya kujifunza Kenya, ambapo Kenya imewashinda wa Tanzania na mbali, hata hawawezi kutufikia, hata waende wapi, hata wajenge dunia yao, hawezi kutufikia. Huyu mwanamke kuna certificate zimetumwa kwa group, ni wa class 8, ni wa standard 8 huyu, ambapo sijui ni kama hao wa Tanzania wanajisahau, lakini mimi sijaunganisha wa Tanzania wote. Naongea nao wakubwa wa serikali hawa. Can you imagine mtu mkubwa unasema tu atungemregesha akiwa mzima, tungemfinya na tumtupie mtungi wa gas. Can you imagine? Huyo ni mtu mwenye, huyo ni kiongozi, yani ni kiongozi anataka anafuatwa na watu wengi. Can you imagine? Yani Tanzania inaweza kukua kama Kongo. Yani kiongozi anatamka vitu kama hizi. Can you imagine guys? Mimi nimekaa nikisikiza huyu mwanamke na vile anajiongea, anajigamba, nikaona huyu hata akili yake hakuna. Huyu ni mwanamke mwenye hana akili, ni kama kugonganisha. So wa Kenya tukisema tunamjibu, unaona hata haijachukua. Wameongea jana, leo hii banki yao imehakiwa. Can you imagine mtu wa kwa Amerika anatoa pesa yao, anatuma kwa watoto yatima, na iko Tanzania ni kufirisika, mnafirisika. Nyi kaeni kwa bunge na kujingamba na vitu zenye hata hamuwezi fikia. Kitu ya kwanza, hata uwezi kuona hata Mtanzania yote anatengeneza vitu za ajabu mindia, kwa sababu uwezo hamuna kabisa. Badala mkuwe na maadili mazuri. Watanzania wamejaa Kenya wengi. So mimi ndio hapo kwa ile video ya kwanza nilifanya nikawaambia guys, watu wanagonganisha Watanzania na Wakenya kwa sababu wenyewe wako na ulinzi ya kutosha. Sisi hatuna ulinzi ya kutosha. Can you imagine kiongozi anaongea vitu kama hizi? Ati mulifanya vibaya kumrudisha. Kwani hakuna sheria? Yani huyu anasahau mpaka kuna polisi, kuna sheria. Matamshi yake pia inaweza kumweka ndani. Hebu fikiria. Huyu ni mwanamke mwenye MP, mwenye anaongoza wananchi. Hata hizi kitu kama hii, hata uwezi pata mtu mwenye anajulikana Kenya anaongea vitu kama hizi. Juu hiyo ni hatia. Hiyo ni kuchochea watu.
Can you imagine? Unajua Martha Karua ako na haki ya kuenda kila mahali. Manake ni kazi anaenda kufanya. Kama wangemwacha afanye kazi na arudi, hizi vitu zote hazijetokea. Lakini Tanzania bado mko chini. Mko chini kama mawazo ni kama haya huyu mwanamke ako nayo. Unasimama mbungeni, unaongea vitu zenye hazina mwanzo, hazina msingi, hazina mbele, hazina nyuma. Hata mtoto wa Kenya, mtoto mwenye ako nursery school, akisikia hizo vitu, atasema hata hiyo mbunge ni kama watu wote wako sawa. Yaani watu wote hawana akili. Can you imagine guys? Ni mbunge inakaa aje? Unachochea watu na wewe ni mkubwa. Watanzania hao wakubwa serikalini, mimi sijaongelea wale wadogo. Wale wadogo kaeni ile kiti nimekaa. Lakini hawa Watanzania wakubwa hawa, wabunge, maminista, hao ndio watakuja kuharibia nyinyi. Imagine, na hata akaunti yao ilihakiwa juzi na ikaenda, akaunti ya polisi. Mbona hawakuirudisha? Na Wakenya wakaiposti. Yaani wakaposti Samia amekufa. Hapo kwa katika hiyo nini. Na walikuweko, hakuna hatua walichukua, hakuna kitu walifanya. Wanaona sijui mnatengeneza vibonzo hazitawasaidia. Vita si za mdomo na ziza mitamdao. Mkeketi chini mjue ni kitu gani Wakenya wanataka, ni kitu gani Watanzania wanataka. Mketi chini Kenya na Tanzania. Lakini hapo vita zinaendelea wenzangu, mtaumiza wale wako chini. Nyinyi kaeni mnakaa kwa maofisi, mkitoka hapo na gari mnaenda, mkirudi mko na gari, lakini hao wako chini ndio wataumia. Uwezi kuketi tu chini ukazungumza kitu chenye hata hakina mpangilio. Mlifanya vizuri. Yaani hiyo kitu imeniuma mimi kama mwanamke. Mlifanya vibaya kumregesha akiwa mzima. Je, mngekuwa mnafanya aje? Mnafikiri mngechukua Martha Karua mumfanyie vibaya, Tanzania hii ingekuwa na amani? Mnafikiri Wakenya wangewaacha hivi hivi? Mngeona cha mtema kuni hamngeamini. Kama mngefanyia, kwa nini mlimwachilia yule? Hata kama mlimtesa, kwa nini mlimwachilia? Si mngemzuia? Mngejua Wakenya ni kina nani? Wakenya wanaamuana nganini? Wanapendana nini na nini? Yaani wanapendanga kitu gani na ni kitu gani wanachukianga? Mngejua hamjui. Mngejaribu kumzuia tu. Ama shikeni mwingine muende mumzuie, mwenye anajulikana kama Martha Karua. Muone Wakenya kitu gani watafanya. Wawaoneshe experience yenye wako nayo. Ile experience iko kwa kichwa Wakenya wako nayo, mnasema nyinyi mko nayo. Wakenya wanaweza kuwaonesha vitu zingine hamjawahi kuona. So, heshimuni Wakenya. Si ati Wakenya hawana akili. Unajua ukitukana Mkenya mmoja umetukana wote. Hao hatuna akili. Hatuna akili kitu gani? So guys, hao watu wakubwa hao wanakuja kutupiganisha, hao wenye wako wakubwa serikalini. Lakini wacheni niwaambie, hii vita mlianza sijui mtaimaliza lini. Manake kwa Wakenya inakuja kuwa ngumu. Ile siku yenye vita zimeisha, watu wanasahau, mnaanzisha tena, mnawasha moto ingine. Hii moto mmeasha sijui mtaizima lini. Lakini kwa sababu ni content, nyinyi endeleeni kufanya na sisi tunachukua tunapost. Hakuna shida, tutakuwa wote. But kitu chenye mnaongea, mkiingia mbungeni, angalieni mnaongea kitu gani. Mnaomba Wakenya msamaha, muombane msamaha, muishi kama mandugu na madada. Lakini wenzetu wa Tanzania mkianza kupigana, hamutaweza. Sasa kupigana kwa hizi mitandao hizi mitandao. Hata si vita. Sisi hatunanga vita ya mangumi, ati tukuje huko Tanzania tuwafuruge, hapana. Hizi vita za mitandao hizi wenzangu, hamutaziweza. Hakuna siku utaona Wakenya wametoka hapo waende wakapigane na Watanzania ngumi kwa ngumi. Ni vita za mitandao, lakini mitandao nyinyi hamjui. Mnajua kuingia na kurekodi kama mimi vile na rekodi na kupost. But wale wanao postiwa wale wakikuja na feedback yao mtatii. So heshimuni Kenya, Kenya iheshimu Tanzania. Ukiingia kwa mbunge ongea, tutafute suluhu. Rais wetu amekuwa anatengenezwa vibonzo, kila kibonzo anaundwa. Rais wetu tutafanya nini? Manake media isahau. Tutafanya nini? Hao Wakenya waache kufanya hivi. Tafuteni suluhu. Lakini kama ni vita za mitandao, wallahi wa Tanzania mtainua mikono. Na Mungu awabariki. Endeleeni
endeleeni na content zenu, endeleeni tu na kutupostia. Hamtaweza wa Kenya. So guys, continue to subscribe. Kanyanga break tuende nalo, tuangalie inafika wapi. Sasa wewe ukiangalia, subscribe, like, comment, alafu kanyange break, tunaenda nalo tuangalia watu tutafikishana nao wapi. So guys, bye, sina mengi.